Kulikuwa na kijana mdogo aliyeitwa Elion, ambaye maisha yake yalikuwa ya kawaida sana. Familia yake ilikuwa na mahitaji machache, na kila siku alikuwa akijitahidi kupata chakula cha kutosha. Lakini moyo wa Elion ulikuwa mkubwa, ukijaa ndoto za dhahabu na mali. Kila mara alipokuwa akitembea mbugani, akitazama anga la buluu na upepo ukicheza kwenye majani, alihisi shauku isiyo na kipimo ya maisha yasiyo ya kawaida, maisha yaliyojaa utajiri na heshima. Siku moja, akasikia hadithi za wazee kuhusu mganga mkubwa, mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kubadilisha maisha ya mtu kwa utajiri wa ajabu. Lakini mganga alitoa sharti moja tu: mtu atapata utajiri huu wa milele, lakini kuna sharti moja dogo sana: asipigwe na fagio. Hii ndogo ni adhabu isiyoweza kuingiliana nayo. Ikiwa hata mara moja itatokea, utajiri huu wote utapotea mara moja, na mtu atarudi kuwa kama mwanzo, maskini, kipofu cha maisha. Elion alisikiliza kwa makini, moyo wake ukijaa mchanganyiko wa hofu na shauku. Sharti lilikuwa dogo sana, lakini lenye uzito usio na kifani. Kila mguso wa fagio, hata kidogo, ungeweza kuharibu ndoto zake. Alijua kuwa nafasi hii ilikuwa nadra na kuwa kama angeikosa, maisha yake yangebaki katika ukosefu. Akiwa amesimama kando ya mto mdogo, akitazama maji yakielea kwa utulivu, alihisi hamu ya nguvu mpya ikimzunguka mwili wake. Alipoenda mbele, alimuona mganga akitayarisha mchanganyiko wa majani, mizizi na manukato. Mganga alimwangalia kwa macho makali, na kisha akasema, "Elion, maisha haya ni yako kubadilisha. Utajiri huu ni wa milele, lakini kumbuka sharti: asipigwe na fagio. Ni ndogo sana, lakini adhabu yake ni kubwa. Angalia, hii ndogo inaweza kubadilisha kila kitu." Elion alikimbilia ndani ya moyo wake wazo la uwepo wa utajiri: nyumba kubwa, magari yenye mwangaza, chakula kisichokoma, heshima kutoka kwa kila mmoja. Alijua kuwa sasa, kila hatua yake, kila uhusiano, kila haraka, ilihitaji tahadhari isiyo na kifani. Lakini moyo wake ulikuwa thabiti. "Ninaahidi," alisema kwa sauti thabiti, "nitahakikisha sharti hili ndogo haligusiwi. Nitajihimiza, nitajiepusha kila hatari. Utajiri huu ni wangu kwa thamani yoyote." Mganga akamfanya ishara ya nguvu kidogo, na Elion alihisi mwili wake ukijaa nguvu na mali ikimzunguka. Alipanda kwenye gari lake jipya la kifahari, lenye mwanga wa dhahabu ukitoka kwenye taya zake, na alihisi kama ulimwengu mzima unamshangilia. Mganga akamkumbusha mara ya mwisho, "Kumbuka, sharti hili dogo tu, ndilo la nguvu. Ikiwa fagio lolote litakukumba, utajiri huu utaondoka mara moja. Hakuna kurekebisha, hakuna kurudisha." Elion alikubali, akihisi msukumo wa maisha mapya. Alijua kuwa sasa, kila hatua, kila uhusiano, kila harakati, ilihitaji tahadhari isiyo na kifani. Baada ya siku chache tu, utajiri wa Elion ulianza kuonekana kwa nguvu. Nyumba yake ilikuwa kubwa, yenye milango ya dhahabu na madirisha yaliyokuwa na kioo kinachong'aa chini ya mwanga wa jua. Gari lake la kifahari lilikuwa likipita barabarani likivutia macho ya kila mtu, na kila hatua aliyopiga ilikuwa kama onyesho la heshima na mali. Chakula chake hakikoma, kila mahitaji yake yalitosheleza mara moja, na heshima kutoka kwa kila mmoja ilikuwa kama upepo wa joto unaomzunguka. Lakini mali hii, badala ya kumfanya kuwa mkarimu, ilibadilisha moyo wa Elion. Alianza kuwa na dhara na kiburi, akijiona mbali na wengine waliokuwa wanapambana kama alivyokuwa yeye zamani. Hata alipokuwa akitazama nyumba zake, alijichukulia kuwa ni mtu wa kipekee, mtu ambaye dunia ilimlilia. Alihisi kama dunia nzima ilikuwa chini ya miguu yake, lakini alikumbuka maneno ya mganga, sharti dogo la kutochukuliwa na fagio. Elion alijua kuwa hata kipande kidogo cha fagio kilichomgusa kingemfanya kurudi kuwa maskini mara moja. Kwa hivyo, alianza kuishi kwa tahadhari isiyo na kifani. Hata alipokuwa na wageni au wafanyakazi wake karibu, alikuwa akiweka mipaka mizuri. Hakuruhusu mtu kumkaribia kwa kutumia kipande cha miti, shina, au kitu chochote kinachoweza kufikiana na miguu au mikono yake. Kila mara alipokuwa anapita kwenye bustani, alihakikisha hakuna mtu anayebeba fagio au kitu kilichoweza kumgusa. Aliweka alama na ishara ili kila mtu afahamu, usikaribie na fagio. Hata wakati wa kazi, alijichunga sana, akikaa mbali na shina au kijiti chochote kinachoweza kufikiana na miguu yake. Lakini pamoja na hofu hiyo, tabia ya kiburi ilizidi kuongezeka. Elion alianza kudharau wale waliokuwa wakipigana na maisha yao kama alivyokuwa yeye zamani. Alipokuwa akitazama wanyonge, alijiona mbali, akijiona kuwa na hadhi ya juu zaidi kuliko kila mmoja.
Alipokuwa akiendesha gari lake la kifahari, alitabasamu kwa hofu kidogo kwamba hata kipande cha fagio kilichokuwa karibu na miguu yake kiliweza kumfanya kurudi kuwa maskini. Hali hii ilimfanya kuwa mtu mwenye hofu ya kila kipande cha fagio, lakini pia mwenye kiburi sana. Hakuruhusu mtu wa karibu hata kuinua kipande cha miti au shina la mti kwa njia yoyote, akihisi kila kitu kinaweza kumgusa bila idhini yake. Katika akili yake, sharti dogo la mganga lilimfanya kuwa mtu makini, lakini pia mchoyo wa heshima na mali yake, anayejitenga na wengine ili kuishi maisha bila hatari. Lakini licha ya kila tahadhari, moyo wa kiburi ulianza kuchukua nafasi kubwa. Elion alianza kuangalia chini wale waliokuwa wakiishi kwa shida, akidhani kuwa wao hawawezi kuelewa uzuri wa maisha yake. Alijichukulia kuwa amefanya jambo kubwa zaidi kuliko yeyote aliyeishi, lakini alisahau kuwa sharti dogo la fagio lilikuwa kilio cha hatari kilichotulia, kikimsubiri kwa muda wowote. Kila mchoro wa nyumba yake, kila gari, kila hifadhi ya dhahabu, kila shauku ya mali ilihusisha tahadhari isiyo na kifani, kuhakikisha hakuna kipande cha fagio kinachomgusa. Hii ilikuwa nguvu yake, lakini pia hofu yake kubwa. Ikiwa hata tukio dogo litatokea, utajiri wote ungetoweka mara moja. Hivyo, Elion aliendelea kuishi maisha ya kifahari, mtu mwenye kiburi na dharau, lakini kila hatua, kila uhusiano, kila harakati, alizingatia sharti dogo la mganga. Kila kitu kilikuwa kikionekana kifahari, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na hofu isiyo na kipimo, kipande cha fagio kilichokuwa hatari kubwa zaidi kuliko dhahabu yoyote aliyokuwa nayo. Miaka ilipita na Elion akaendelea kuishi maisha ya kifahari. Nyumba yake ilikuwa ya kupendeza, yenye milango ya dhahabu, na kila pembe ya ndani ilionekana kama sanamu ya heshima na utajiri. Kila vyumba kilijazwa na samani za thamani, rangi za dhahabu na buluu zikichanganyika kwa muundo wa kifahari. Gari lake la kisasa lilikuwa likipita barabarani kwa mwanga wa jua, na kila macho yaliyomuona yalikuwa yakiwa na hofu na heshima. Aliamini kuwa sababu aliyopewa utajiri huu ni kutokana na hekima yake na hofu aliyokuwa nayo juu ya sharti dogo la mganga. Hakuruhusu mtu kumkaribia au kushughulika na mali yake kwa namna yoyote. Hakika, hata kipande kidogo cha fagio kilichokaribia miguu yake kilimfanya ahisi tahadhari isiyo na kifani. Alianza kuweka mipaka mikali. Walinzi walipaswa kuhakikisha hakuna mtu anayeingia karibu na miguu yake bila ruhusa. Hata pale alipokuwa kwenye bustani yenye maua, alihakikisha hakuna kipande cha miti kilichoweza kumshika, na kila kipande cha vifaa vya kazi kilikuwa mbali kabisa. Wafanyakazi wake walijua kuwa hata kosa dogo la kudhihirisha kipande cha fagio karibu na Elion lingemfanya kurudi kuwa maskini mara moja, na hivyo kila mtu aliishi kwa hofu ya mnyonge. Lakini ndani ya moyo wa Elion, tabia ya kiburi ilikuwa kila mara. Alidharau wale waliokuwa maskini kama vile alikuwa yeye zamani, akijiona kuwa mbali, mtaalamu wa maisha na mwenye heshima ya kipekee. Watu walipokutana naye barabarani, walihisi hofu na heshima, lakini pia waliona mchanganyiko wa uoga na kutaka kumkaribia kwa tahadhari. Kila siku, Elion alikumbuka maneno ya mganga: asipigwe na fagio. Hii ndogo ni adhabu kubwa. Kwa hiyo, hata alipokuwa akicheza michezo au kuzunguka mitaa ya kifahari, hakuruhusu mtu yeyote kumshika kwa kipande cha kuni au shina. Alihisi kuwa hata hali ndogo ya hatari inaweza kubadilisha maisha yake mara moja. Mali yake ilimfanya kuwa mtu mchoyo wa heshima na usalama, lakini kila kipande cha kiburi kilimfanya aendelee kutenga wengine. Hakuruhusu urafiki kuwa karibu, hakuruhusu marafiki kuja bila vizuizi, na hata akichukua nafasi ya kula na wageni, alihakikisha kuwa hakuna kipande cha kitu kilichoweza kumgusa kwa bahati mbaya. Hata hivyo, ndani ya moyo wake, hofu ya sharti dogo la mganga ilimfanya awe makini kwa kila hatua. Alijua kuwa kila kuzunguka, kila harakati, kila kengele ya mali yake ilikuwa na hatari ya kushika kipande cha fagio bila kutarajia. Hii hofu pamoja na kiburi chake ilimfanya aendelee kupiga mipaka ya maisha ya kifahari, lakini pia kuishi kwa utulivu wa tahadhari isiyo na kifani. Lakini licha ya tahadhari na hekima aliyopewa, maisha ya Elion hayakuwa ya kawaida. Kila siku alikuwa akijisikia mchanganyiko wa furaha na hofu, furaha ya mali na heshima, na hofu ya sharti dogo la mganga, sharti ambalo lingemfanya kurudi kuwa maskini mara moja. Ya kifahari, ya kiburi, na ya tahadhari isiyo na kipimo. Lakini mbali kidogo, kama kivuli kilichokuwa kimejificha, dhihaka na hatari ilikuwa ikimsubiri, bila yeye kujua kwamba siku moja itafika. Baada ya miaka ya kuishi maisha ya kifahari, Elion, kijana tajiri, alijiona kuwa amefika kilele cha maisha.
Nyumba zake zilikuwa kubwa, zenye milango ya dhahabu inayong'aa chini ya mwanga wa jua, na kioo cha madirisha kilionyesha picha yake mwenye kiburi. Gari lake la kisasa lilikuwa likipita barabarani kwa mwangwi wa heshima, kila hatua ikipiga kwa nguvu, ikionyesha mamlaka yake. Lakini kiburi chake kilizidi kila kipimo. Elion alikuwa na hofu ya sharti dogo la mganga kutokupigwa na kipande cha fagio, lakini hofu hiyo haikumzuia kudharau wengine. Kila mtu aliyekaribia alikumbwa na macho makali, na maneno yake ya dhihaka yalikuwa kama mapanga madogo yanayokata heshima ya mtu. Kila mara alipokuwa akipita kwenye barabara au bustani, alikaa mbali na wagonjwa, wanyonge, au wale waliokuwa wakijitahidi kufaulu maisha yao, akijiona mbali zaidi kuliko kila mmoja. Siku moja, akiwa kwenye barabara iliyopambwa na majani ya kijani na miti mirefu iliyojipinda kwa upepo, Elion alimuona mama mmoja akifagia kwa bidii. Mwili wake ulijaa bidii, macho yake yalikuwa makini, mikono yake ikishughulikia kipande cha fagio kwa ustadi mkubwa, akisafisha barabara yenye vumbi na majani yaliyoporomoka. Lakini Elion, akijiona mbali na heshima yake ya kifahari, alisimama na kumkagua kwa dharau kali. Alimuita kwa sauti ya kudharau mno, huku akifunika pua yake kwa kitambaa cha hariri. "Haya bibi, unafanya nini hapo? Hujui kwamba vumbi lako linachafua hewa yangu ya dhahabu? Hiyo kazi yako ni ya wachafu na maskini. Wewe ni uchafu wa barabara, mwanamke mzee. Rudi shambani kwako, au uache barabara zetu safi kwa matajiri kama mimi." Mama huyo, akiwa amechukizwa na dharau hiyo, alinyoosha mgongo wake, macho yake yakimtazama Elion kwa hasira, na akajibu kwa sauti iliyojaa uchungu na ukali. "Wewe kijana, huna heshima hata kidogo. Unadhani wewe ni nani kusema hivyo na mimi? Najitafutia riziki kwa halali. Siku moja utajifunza kuwa dunia hii si yako peke yako, kibaraka wa utajiri." Elion alicheka kwa sauti ya juu akijaa kiburi. "Utajiri wa kukaribishwa? Wewe ni mpumbavu. Utajiri wangu ni wa milele. Mimi si kama wewe, mfagiaji wa vumbi. Mimi niko juu. Hata fagio lako linanikera." Maneno hayo yalikuwa kiasi. Mama huyo, akishikilia fagio kwa nguvu na moyo wake ukiwa umechomwa na dharau, alipiga hatua na kumpiga Elion kwa makusudi kipande cha fagio usoni. Ilikuwa mguso mdogo, lakini ulikuwa mguso. Katika sekunde hiyo, Elion hakuhisi kupotea kwa mali kwa haraka, lakini ghafla alihisi kizunguzungu kisichokuwa cha kawaida. Hali ya hewa ilianza kubadilika, na kutoka upepo wa ajabu, Elion alisikia sauti za mizimu zikivuma masikioni mwake. Alijikuta akishikilia kichwa chake, akihisi maumivu ya kichwa, na aliposimama tena, aliona tofauti kidogo ya ulimwengu wake. Kijana alipofika nyumbani, aliona kuwa mambo yameanza kubadilika. Benki yake ilikuwa imefilisika bila kutarajia, wawekezaji wake walikuwa wamemtoroka, na mikopo yake ilikuwa inamdai kwa haraka sana. Ndani ya siku chache tu, utajiri wake ulianza kupotea kwa haraka ya kushangaza, sio miujiza, bali kupotea kwa kibiashara kwa haraka mno. Mali yake ilichukuliwa na benki, magari yake yaliuzwa, na aliachwa bila kitu. Akiwa amelala kwenye barabara ile ile ya vumbi aliyomdharau mama huyo, Elion alihisi machungu makali ya hasara. Katika utulivu wa usiku, sauti za mizimu zilionekana kumzunguka kwa nguvu. "Umevunja sharti dogo, mwanadamu kiburi. Sasa tunataka roho yako. Mali ilikuwa ahadi ya muda, roho yako ni malipo ya mwisho. Njoo kwetu." Hofu isiyo na kipimo ilimshika Elion, akihisi baridi isiyo ya kawaida na uwepo wa nguvu za giza zikimzingira. Maji ya mto uliokuwa karibu yalionekana kupanda, mawimbi yakichafua barabara, yakionekana kama yanataka kumchukua. Alitambua kuwa kiburi chake na dharau vilimpelekea hali hii, na kwamba sharti dogo lilikuwa ni mtego wa kutaka roho yake. Akijikuta akitetemeka, moyo wake ukijaa hofu ya mizimu na maisha yake, Elion aliamua kukimbilia kwa mchungaji wa kijiji, mtu anayejulikana kwa nguvu za kiroho na uwezo wa kufanya maombi ya kuokoa maisha. Akiwa ameteleza kwenye mlangoni mwa mchungaji, alilia, macho yake yakijaa machozi, akimwomba kwa hofu na unyenyekevu, "Tafadhali, msaada. Mizimu inanifuata, mali yangu yote imetoweka, na maisha yangu yamekuwa hatarini." Mchungaji alimchukua ndani ya nyumba yake ya ibada, akimpa kiti cha kujituliza. Kila neno la sala, kila maneno ya ibada, yalimsaidia Elion kupunguza hofu na kupona kidogo, lakini pia kumfundisha somo: msato wa kiburi na kudharau wengine kinaweza kuharibu maisha haraka zaidi ya ugumu wote wa dunia. Hapo pale, Elion alijifunza kwa gharama kubwa zaidi.
Aliwahi kuwa tajiri, akijiona mstari wa mbele wa heshima, lakini sasa alijua kuwa sharti dogo kutokupigwa, na kipande cha fagio lilikuwa ni kifungo cha kumweka mbali na maovu ya mizimu. Alijua kuwa maisha, mali na heshima vinaweza kupotea kwa sekunde, na hekima pamoja na unyenyekevu ndilo zana pekee za kuishi. Na hivyo, hadithi ya Elion ilimalizika kwa mchango wa hofu, hekima na maombi, akiwa amejifunza kuwa hata sharti dogo linaweza kubadilisha maisha kabisa, na kwamba kiburi bila tahadhari kinaweza kuharibu kila kitu kilichojengwa kwa jitihada. Kwa hiyo, wewe msikilizaji, mtazamaji, msomaji, usiwe kama Elion. Heshimu, shukuru na uishi kwa unyenyekevu. Ndiyo njia pekee ya utajiri wa kweli. Kama umejifunza jambo kutoka kwa simulizi hii ya Elion, tafadhali like, comment na share video hii na rafiki zako. Subscribe sasa hivi kwenye channel ya Mjumbe Online na jiunge na familia bora ya hekima, simulizi na mafundisho ya maisha. Mjumbe Online, tunagusa mioyo, tunafundisha maisha.